wawekezaji wa Tanzania, mjue ya kwamba muko na uhuru wa kuleta na kufanya biashara zenu hapa bila kuitishwa business visa, bila kuitishwa work permit. Mufanye kazi nchini Kenya vile munayofanya nchini Tanzania. Haja tu mufuate sheria na kanuni ambazo zimewekwa, na zile ambazo wenzenu wa Kenya pia lazima wazifuate. Lakini karibuni sana, na tutajaribu juu chini kuhakikisha ya kwamba tumerahisisha njia zenu zote za kufanya biashara zenu. Nimesikia vile mumesema ya kwamba baada ya mwezi moja mtakutana, lakini mimi ningependa nitaje mawili ambaye itatendeka, na hiyo nataka itendeke wiki hii na wiki ijayo. Ya kwanza ni mawaziri ambao wanahusika, mwende mutatue ile jam ambaye iko kule Taveta Holili, ambaye iko pale Namanga, magari iweze kutembea. Kama ni certificate za COVID na nini, jameni, mawaziri wa afya wakae wajue vile wanaweza kufanya certificate ikiwa issued Tanzania. Kama mtu amekuwa checked Tanzania, basi hiyo certificate iwe sawa kwa aingie Kenya, na vice versa, ndio watu wafanye biashara zao. Ya pili ni hiyo mahindi ambayo imelala hapo mpakani. Waziri, mimi nakupatia wiki mbili yote iwe imefunguliwa na hiyo maneno ishe, kwa sababu hatutaki, kuna haja ya kuumiza watu yetu jameni. Au ni namna gani? Tumekubaliana wewe? Ni hivyo. The government of Tanzania has over the years continued to undertake reforms and improve the business and investment environment. For instance, we are currently undertaking reviews on tariffs and non-tariff measures, such as the issuance of work permits for foreign expatriates, operationalization of one-stop facilitation center for investments, removal of nuisance taxes and levies, user fees and other charges, rationalizing tax administration practices, fight against corruption and bureaucracy in the public sector, identification and allocation of land for investment, promoting construction of industrial parks, and streamlining the functions of the regulatory authorities, among other things. All these initiatives are being guided by our homegrown reform strategy, known as the Blueprint of Regulatory Reforms for Improvement of Business Environment in Tanzania. And in order to ensure that the trade and investments are sustained and are profitable, Tanzania has invested in mega projects on infrastructure such as roads, ports, railways, airports, and generation of energy. The aim is to reduce the cost of production and cost of doing business, with the major purpose of creating an enabling environment for business to prosper and maintaining investors' confidence.